Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ninaamini ulishakitambua kwa kitambulisho hicho. Sasa tumsikilize mchungaji Geoffrey Wanjala Munielo ambaye atatubariki na neno la Mungu. Uhali gani ndugu msikilizaji? Mimi ni Pamela Umodo, mwenyeji wako kwenye kipindi hiki cha Neno. Mafundisho ya leo yatoka kwenye kitabu hiki cha Wafalme wa Pili, sura ya 22 hadi sura ya 23 aya ya 27, ukiletewa na mchungaji Geoffrey Wanjala Munielo. Yesu kwetu ni rafiki, haja zote hujua. Tukiomba kwa babaye, maombi asikia. Twajitweka vibaya, kwamba tukimwomba Mungu dua atasikia. Una dhiki na maonjo, una mashaka pia, haifai kufa moyo, dua atasikia. Mwingine mwema wa kutuhurumia, atujua tudhaifu. Kwa mara nyingine, rafiki msikilizaji, twakutana katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Namshukuru Mungu kwa kutupa wakati huu kusudi tujifunze kutoka kwenye neno lake. Neno hili ndilo taa ya miguu yetu na mwanga katika mapito yetu, hasa katika ulimwengu huu ambao una mengi ya kuchanganya na kupotosha. Mafundisho yetu yatoka kwenye kitabu cha Wafalme wa Pili, nalo somo letu li kwenye sura ya 22 hadi sura ya 23 aya ya 27. Katika sura hizi twazingatia utawala wa Yosia na yote aliyoyafanya. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya kwanza: Yosia alikuwa na umri wa miaka 8 alipoanza kutawala. Akatawala miaka 31 katika Yerusalemu, na jina la mama yake aliitwa Yedida binti Adaya wa Bozkathi. Mfalme huyu alianza kutawala akiwa na umri mdogo, kama vile ilivyo kwenye maandiko haya. Sababu ni kwamba baba yake aliuliwa akiwa na umri huo. Kile ambacho kipo hasa ni kana kwamba Mungu alimwondoa mtu huyo. Kwenye aya ya pili neno laendelea kutwambia hivi: akafanya yaliyo mema machoni pa Bwana, akaenda katika njia yote ya Daudi baba yake, wala hakugeuka upande wa kuume wala wa kushoto. Katika hili tulisomalo hapa, ndugu msikilizaji, naamini wakumbuka kwamba kwenye sura hiyo ya 21 kulikuwepo na giza kuu, yani mfalme aliyekuwa kitawala alifuatia njia za mataifa na hata kutenda maovu machoni pake Bwana. Lakini hapa jua limechomoza tena, kuna nuru kwa mara nyingine katika nchi. Yosia amekalia kiti cha enzi, naye aliongoza kuwepo kwa uvuvio mkuu sana tangu siku za Daudi na za Sulemani. Naamini kwamba, ndugu msikilizaji, hitaji la nchi yoyote ile ni kumrudia Bwana Mungu. Ufisadi ni jambo lililokithiri katika jamii na serikali. Uovu wa kila namna ndiyo kawaida iliyopo. Hali hii ni mbaya sana,
maana imewafanya wengi kukeuka sheria za nchi, jambo ambalo ni hatari kuu. Wanasiasa nao si kwamba wanawazia nchi mema, bali kujinufaisha wenyewe, nalo kanisa limewafuata kwa kukengeuka sheria na maadili yake Mwenyezi Mungu. Katika haya yote tuyaonayo, ni kweli kwamba watu wamelikataa neno lake Mungu, ndiposa hata waona watu wakikeuka sheria za asili, kama vile kuwaoza waume kwa waume. Katika madhabahu kuna wasioamini kuwa kuna Mungu, nao wadai kuwa walihubiri neno lake, lakini kwa matendo yao wamkana. Je, ulimwengu waelekea wapi isipokuwa kwa hukumu yake Mungu? Rafiki, ninalotaka ufahamu ni kwamba uvuvio ni jambo la kibinafsi. Kwa hiyo uvuvio waweza kuanza nawe hapo ulipo, iwapo utamgeukia Mungu na kutenda kama vile anavyokuhitaji utende. Yosia aliyekuwa kiongozi wa taifa lake alimgeukia Mungu, nao waliokuwa chini yake wakafuata uongozi huo. Hilo ndilo viongozi wa taifa hili na kiongozi wa tabaka yoyote ile afaa kufanya: kumgeukia Mungu na kutenda kulingana na neno lake. Hilo huleta uponyaji na mibaraka katika nchi iwayo yote. Kwenye aya ya 3 na 4 hili ndilo neno latwambia: ikawa katika mwaka wa 18 wa mfalme Yosia, mfalme akamtuma Shefani mwana wa Azalia mwana wa Meshulamu mwandishi nyumbani kwa Bwana akisema, enenda kwa Hilkia kuhani mkuu, ili aihesabu fedha yote inayoletwa nyumbani mwa Bwana, ambayo mabawabu wameipokea kwa watu. Yaonekana kwamba, ndugu msikilizaji, Yosia alipochukua hatamu za uongozi, hekalu ilikuwa katika hali mbaya. Kwa hivyo ilikuwa jukumu lake kufanya ukarabati nyumba hiyo ya Mungu, kusudi ibada kwa Mungu wa kweli iidhinishwe na kufanyika kama alivyonena Mungu katika neno lake. Neno laendelea kutwambia hivi kwenye aya ya 5 na ya 6: tena waitie ile fedha katika mikono ya wafanyakazi wanayoisimamia nyumba ya Bwana, wakapewe wafanyakazi waliomo ndani ya nyumba ya Bwana, ili wapate kupatengeneza mahali palipobomoka ndani ya nyumba. Wapewe maseremala na wajenzi na waashi, ili kununua miti na mawe yaliyochongwa, wapate kuitengeneza nyumba. Katika juhudi zake za kukarabati hekalu, Yosia aliwahusisha wote. Nami msikilizaji, nasema kwamba kanisa la leo lahitaji ukarabati, lakini sisemi kwa habari ya majengo, ila nazungumzia upya unaohitajika katika maisha ya kila mtoto wa Mungu. Naye awezaye kufanya mambo hayo ni huyo Roho wa Mungu, mara tunapomgeukia kulingana na neno lake. Hamna faida yoyote kujifanya kana kwamba twaishi katika uungu, lakini ni kuigiza tu, twaigiza michezo ya kuigiza. Twamhitaji Roho Mtakatifu wa Mungu ili atusaidie, maana pasipo yeye haiwezekani kufanya chochote kile. Kwenye aya ya 7 na ya 8 hivi ndivyo neno latwambia: lakini hawakuulizwa habari ya ile fedha waliokabidhiwa, maana walitenda kazi kwa uaminifu. Naye Hilkia kuhani mkuu akamwambia Shefani mwandishi, nimekiona kitabu cha Torati katika nyumba ya Bwana. Hilkia akampa Shafani kile kitabu, naye akakisoma. Kulingana na haya tuyasomayo, ni vyema ufahamu ya kwamba hili ndilo lahitajika katika maisha ya kila mtoto wa Mungu. Ninalozungumza hapa ni habari ya uaminifu, maana iwapo watu watakuaminia lolote lile, ni lazima uwe mwaminifu. Uaminifu ni jambo lililo nadra sana katika tabaka mbalimbali za viongozi au wale ambao wameaminiwa jambo fulani na umma. Lakini ikiwa wewe wamwamini Kristo, wahitaji kuwa mwaminifu kama vile hawa watu walivyokuwa waaminifu. Pamoja na hayo, tuona kwamba katika hali ya kuikarabati ile nyumba, neno la Mungu latuambia kuwa kile kitabu cha Torati kilionekana. Huenda baada ya utawala wa Hezekia neno hilo la Mungu halikuonekana tena, na huenda nakala zilizokuwepo huyo Manase mfalme muovu alikuwa amezichoma. Lakini neno la Mungu kama vile lilivyo ladumu milele, maana Mungu hulihifadhi neno lake. Kupatikana kwa neno la Mungu kulichangia zaidi uvuvio uliokuwa ukiendelea katika nchi hiyo wakati huo. Rafiki, neno la Mungu tu ndiyo silaha yetu. Neno hili ndilo li hai, tena lina nguvu, ni kali kuliko upanga uwao wote ukatao kuwili. Neno hilo ndiyo njia yetu ya kupata uvuvio. Hakuna njia ya mkato hata kidogo. Waweza kusoma vitabu vingi kama upendavyo, lakini njia yako msikilizaji ya kupata uvuvio ni kulirudia neno la Mungu na kutenda kulingana na yaliyomo, kama ilivyokuwa katika utawala wa Yosia. Hitaji la kanisa la leo ni wachungaji wanaolihubiri neno la Mungu kama lilivyo.
ingawaje kuna wale walioliacha neno hilo, lakini kuna wachache wanaoendelea kulihubiri neno hilo. Mhubiri mwenzangu, usiliache neno la Mungu, tenda kulingana na neno hilo, lihubiri, maana hiyo ndiyo njia ya pekee ya kuleta uvuvio katika mioyo ya watu na pia katika nchi kwa jumla. Kwenye aya ya 9 hadi 11 hivi ndivyo twasoma: Shafani mwandishi akamwendea mfalme, akamletea mfalme habari tena, akasema, watumishi wako wamezitoa zile fedha zilizoonekana ndani ya nyumba, nao wamewakabidhi wafanyakazi wanaoisimamia nyumba ya Bwana. Kisha Shafani mwandishi akamwambia mfalme, akasema, Hilkia kuhani amenipa kitabu. Shafani akakisoma mbele ya mfalme. Ikawa mfalme alipokwisha kuyasikia maneno ya kitabu hicho cha Torati, alirarua nguo zake. Ndugu yangu, mfalme Yosia kwa mara ya kwanza alisikia neno la Mungu na mengi aliyonena Mungu kuhusu nchi hiyo. Baada ya kusoma neno lile, lililofuatia kama inavyostahili ni toba. Mfalme aliposikia maneno ya kitabu kile cha Torati, alirarua nguo zake, ishara kwamba neno lile limefunua dhambi iliyokuwako katika taifa hilo. Bila ya neno la Mungu, hawakujua umbali waliokuwa wamemwacha Mungu na jinsi uasi wao ulikuwa mkubwa. Neno la Mungu kama vile lilivyo, lina nguvu ya kubadilisha maisha yetu, na kwa hiyo iwapo wahitaji kuishi katika uhusiano wa karibu na Mungu, njia ni kwa neno hilo, yani Biblia. Tunapoendelea kwenye aya ya 12 na 13, hili ndilo neno latuambia: Mfalme akamwamuru Hilkia kuhani na Ahikamu mwana wa Shafani na Akbori mwana wa Mikaya na Shafani mwandishi na Asaya mtumishi wa mfalme, akasema, enendeni mkamuulize Bwana kwa ajili yangu na kwa ajili ya watu hawa na kwa ajili ya Yuda yote katika habari za maneno ya kitabu hiki kilichoonekana, kwa kuwa hasira ya Bwana ni kubwa aliyotukasirikia, kwa sababu baba zetu hawakuyaangalia maneno ya kitabu hiki kufanya kama hayo yote tuliyoandikiwa. Baada ya kusoma maandiko yale, ndugu msikilizaji, Yosia aliingiwa na woga, kwani alijua kwamba wanachostahili kama taifa ni hukumu ya Mungu. Unao ujumbe ulimjia mfalme huyo kwa kinywa cha Hulda nabii mke. Ujumbe huo waonyesha jinsi Mungu alivyo mwenye haki na mwingi wa neema. Hayo ndiyo tuyapata kwenye aya ya 14 hadi 17, ambapo neno latuambia hivi: basi Hilkia kuhani na Ahikamu na Akbori na Shafani na Asaya wakamwendea Hulda nabii mke, mkewe Shalumu mwana wa Tikva mwana wa Harhasi, mtunza mavazi ya mfalme, naye alikaa Yerusalemu katika mtaa wa pili. Wakasema naye, akawaambia, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi: mwambieni mtu yule aliyewatuma ninyi kwangu, Bwana asema hivi: tazama, mimi nitaleta uovu juu ya mahali hapa na juu ya wakao hapa, naam, maneno yote ya kitabu alichokisoma mfalme wa Yuda. Kwa sababu wameniacha mimi, wameifukizia uvumba miungu mingine, ili wapate kunikasirisha kwa kazi ya mikono yao. Kwa hiyo hasira yangu itawaka juu ya mahali hapa, isizimike. Kulingana na haya tuyasomayo, tuona kwamba Mungu alikuwa amejiandaa kuwahukumu watu hawa. Lakini hebu tuendelee kusoma tuone yaliyoko kwenye aya ya 18 hadi 20, aya zinazomalizia sura hii ya 22. Neno lasema hivi: lakini yule mfalme wa Yuda aliyewatuma ninyi kumuuliza Bwana, mtamwambia hivi: Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, kwa habari ya maneno yale uliyoyasikia, kwa kuwa moyo wako ulikuwa mwororo, nawe ukajinyenyekesha mbele za Bwana, hapo ulipoyasikia maneno niliyoyanena juu ya mahali hapa na juu ya wenyeji wake, ya kwamba watakuwa ukiwa na laana, nawe ulizirarua nguo zako ukalia mbele zangu, basi mimi nami nimekusikia wewe, asema Bwana. Kwa hiyo tazama, nitakukusanya pamoja na baba zako, nawe utawekwa kaburini mwako kwa amani, wala macho yako hayatauona uovu huo wote nitakao uleta juu ya mahali hapa. Basi wakamletea mfalme habari tena. Katika haya maandiko tuliyoyasoma, tuona jinsi Mungu alivyomneemisha mfalme huyu kwa sababu ya unyenyekevu wake alipolisikia neno hilo. Neema hii ya Mungu ipo pia kwa ajili yako, hasa unapotafuta kutenda kulingana na mapenzi yake Mungu. Mapenzi ya Mungu ni kumwamini huyo aliyemtuma, yani Yesu Kristo, maana yeye ndiye alikuja amejawa neema na kweli ya Mungu. Neema hiyo utaipokea tu iwapo utachagua kumwamini Kristo. Kisha sura ya 23 yafungua kwa kusema hivi kwenye aya ya 1 hadi aya ya 3: kisha
mfalme akatuma wajumbe, nao wakamkusanyia wazee wote wa Yuda na wa Yerusalemu. Mfalme akapanda kwenda nyumbani kwa Bwana, na watu wote wa Yuda nao wote waliokaa Yerusalemu pamoja naye, na makuhani na manabii na watu wote, wadogo kwa wakubwa. Akasoma masikioni mwao maneno yote ya kitabu cha agano kilichoonekana katika nyumba ya Bwana. Mfalme akasimama karibu na nguzo, akafanya agano mbele za Bwana, kumfuata Bwana na kuyashika maagizo yake na shuhuda zake na amri zake kwa moyo wake wote na kwa roho yake yote, na kuyathibitisha maneno ya agano hilo yaliyoandikwa katika kitabu hicho. Nao watu wote wakalikubali agano lile. Hili alilotenda Yosia, msikilizaji, ndilo lahitajika katika maisha ya kila kiongozi. Mfalme huyo aliposikia neno lile, aliwakusanya watu wote, na maneno ya Mungu yakasomwa mbele zao, kwa wakubwa na kwa wadogo. Nao waliposikia neno lile, waliazimu kutembea kulingana na maagizo yake. Uvuvio makanisani mwetu, mhubiri, yaweza kuwepo tu iwapo kutakuwepo na hali ya kugairi na kutubia dhambi tulizotenda, nalo hilo huletwa tu kwa neno la Mungu. Toba ina maana ya kugeuka na kufanya lililo sawa. Hii ina maana kwamba iwapo ulikuwa ukielekea kushoto, nawe ukafahamu kwamba umepotea, mara moja wageuka na kuanza kuifuatia njia iliyo sawa. Mara nyingi huwa bora iwapo viongozi watatangulia kutubu mara wanapojua tu wamekosea katika watendayo. Mfalme Yosia, kwa yote aliyoyafanya, yalikuwa ya ushawishi mkubwa sana miongoni mwa watu wake. Toba yake iliwafungua wote wa ufalme wa Yuda kutubu na kumrudia Bwana Mungu wao. Alilotangulia kufanya ni kuondoa sanamu alizoweka babaye katika nyumba ya Mungu. Hilo ni lile tulipatalo kwenye aya ya 4 isemayo hivi: kisha mfalme akamwamuru Hilkia kuhani mkuu na makuhani wa daraja ya pili na walinzi wa mlango kwamba watoe katika hekalu la Bwana vyombo vyote vilivyofanywa kwa ajili ya Baali na kwa ajili ya Ashera na kwa ajili ya jeshi lote la mbinguni. Akavipiga moto nje ya Yerusalemu katika mashamba ya Ridroni, akayachukua majivu yake mpaka Betheli. Vyote vilivyoakilisha ibada ya miungu, Yosia alihakikisha kwamba vimeondolewa na kuchomwa katika sehemu hiyo ya Ridroni, na majivu nayo yakaondolewa toka mjini kusudi hata watu wasiitazame. Baada ya kutenda hayo, neno la tujulisha hivi kwenye aya ya 7: akaziangusha nyumba za mahanithi waliokuwamo nyumbani mwa Bwana, wanawake walipofuma mapazia ya Ashera. Rafiki yangu, ni huzuni kwamba watu hao walikuwa wametelemka kwa kiwango hicho cha kutenda hata maovu katika nyumba ya Bwana. Ni huzuni kwamba leo hii kuna baadhi ya kusanyiko zinazojiita kuwa kanisa, nao wanena habari ya kuidhinisha uchafu wa usenge, ambao neno lataja hapa kuwa uhanithi. Neno la Mungu kwenye sura ya 1 mstari wa 26 na 27, Mungu yu wazi kabisa kuwa aliwaachilia watu kutenda kulingana na hayo yasiyo ya asili, kwa sababu walichagua kutomtukuza Mungu katika fahamu zao. Hayo ni yale yaliyoko kwenye kitabu cha Warumi. Yosia alikuwa mjasiri kwa kuvunja na kupiga marufuku uhanithi uliokuwa katika nchi ile wakati ule. Watu wa jinsia moja wanapokuwa na uhusiano wa kama mke na mume, ni chukizo mbele ya Mungu na mwanadamu. Ndugu yangu, haijalishi ni kina nani watakaounga mkono mambo kama yale, lililoko ni kwamba Mungu achukia lolote kama hilo, na hukumu itawajia wote watendayo kama hayo. Jambo hili lisilotendeka hata miongoni mwa wanyama wa mwitu, wanadamu wataka kuyatenda. Hilo latuonyesha jinsi mwanadamu yu mbali sana na mapenzi ya Mungu, tena amepotea. Iwapo umhubiri au kiongozi anayemcha Bwana, ni lazima uwe na ujasiri wa kunena neno la Mungu kama lilivyo. Iwapo huwezi, basi muombe Mungu akupe roho huyo, sawa na maandiko tuyasomayo kwenye kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 1 mstari wa 7 unaosema hivi: maana Mungu hakutupa roho ya woga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Nayo aya ya 10 yatuambia yafuatayo: naye akainajisi Tofethi iliyomo katika bonde la wana wa Hinomu, ili mtu asipitishe mwanawake au binti yake motoni kwa Moleki. Katika hili tuona kwamba Yosia alifanya kila jambo kuondoa sanamu hizo za kusubu na mengi yaliyokuwa machukizo mbele zake Bwana. Hili alifanya hata kupita mipaka ya Yuda, maana alifikia kaskazini hata Betheli. Yote aliyotenda Yosia yajumulishwa kwa maneno haya yaliyoko kwenye sura ya 34 kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati ya Pili aya ya 33 isemayo hivi:
naye Yosia akayaondolea mbali machukizo yote katika nchi zote zilizokuwa milki ya wana wa Israeli. Akawafanya wote walioonekana katika Israeli kutumika, naam, wamtumikie Bwana Mungu wao. Siku zake zote hawakuacha kumfuata Bwana Mungu wa baba zao. Katika pilika zake za kusafisha nchi, alifikia kaburi la yule nabii aliyetabiri kuwa atafanya mambo hayo yote. Hilo ndilo lipo kwenye sura ya 13 ya kitabu cha Wafalme wa Kwanza, aya ile ya 2. Hebu tuendelee tuone kwenye aya ya 17 na 18, tuone neno la Mungu latuambia nini. Sikiliza. Kisha akasema, ni kumbukumbu la nani hili ninaloliona? Na watu wa mji wakamwambia, ni kaburi la yule mtu wa Mungu aliyetoka Yuda, akayanena mambo hayo uliyoyatenda wewe juu ya madhabahu ya Betheli. Akasema, mwacheni mtu awaye yote asiondoe mifupa yake. Basi wakaiacha mifupa yake pamoja na mifupa ya yule nabii aliyetoka Samaria. Baada ya kusafisha nchi na kurejesha watu katika ibada kwa Mungu aliye hai, sasa aidhinisha sherehe ya Pasaka. Hili ndilo twalipata kwenye aya ya 21 hadi 27. Neno lasema hivi: naye mfalme akawaamuru watu wote, akasema, mfanyieni Bwana Mungu wenu Pasaka kama ilivyoandikwa katika kitabu hiki cha agano. Hakika yake haikufanyika Pasaka kama hiyo tangu zamani za waamuzi walioamua Israeli, wala katika zamani za wafalme wa Israeli, wala za wafalme wa Yuda. Bali katika mwaka wa 18 wa mfalme Yosia ilifanyika Pasaka hii kwa Bwana ndani ya Yerusalemu. Tena wenye pepo wa utambuzi na wachawi na vinyago na sanamu na machukizo yote yaliyoonekana katika nchi ya Yuda na katika Yerusalemu, Yosia akayaondoa yote, ili apate kuyathibitisha maneno ya Torati yaliyoandikwa katika kile kitabu alichokiona Hilkia kuhani ndani ya nyumba ya Bwana. Kabla ya huyo hapakuwa na mfalme mfano wake aliyemwelekea Bwana kwa moyo wake wote na kwa roho yake yote na kwa nguvu zake zote, sawasawa na sheria zote za Musa. Wala baada yake hakuinuka mmoja mfano wake yeye. Walakini Bwana hakuuacha ukali wa ghadhabu yake nyingi, ambayo kwayo hasira yake iliwaka juu ya Yuda, kwa sababu ya machukizo yote ambayo Manase amemchukiza. Bwana akasema, nitawahamisha Yuda pia mbali nami, kama nilivyowahamisha Israeli. Nami nitautupa mji huu niliyouchagua, naam, Yerusalemu na nyumba ile niliyoinena, jina langu litakuwamo humo. Baada ya kufanya yote yaliyohitajika, Yosia aliidhinisha sherehe ya Pasaka, ambayo haikuwa imesherekewa kwa muda mrefu sana. Je, ilikuwa na maana ya nini? Pasaka, ndugu msikilizaji, iliakilisha yote aliyotenda Bwana Yesu Kristo. Mtume Paulo azungumzia jambo hili kama vile ilivyo kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 5 mstari wa 4. Yasikitisha kwamba, ndugu msikilizaji, leo hii watu wengi wanayo dini katika maisha yao, lakini si Kristo. Mauti na thamani ya Bwana wetu Yesu Kristo ni jambo asilolitilia maanani watu wengi. Kuna wale wasiotaka hata kuzungumzia kuhusu damu ya Yesu Kristo, kana kwamba ni kitu kibaya. Meza ya Bwana inayotukumbusha alilotutendea Bwana, wengi wameipuuza. Mwenzangu, wahitaji kujua kwamba iwapo washiriki mahali pasipokuwa na yale yanayokukumbusha kuhusu aliyokutendea Kristo, ni lazima uondoke pale mara moja. Kumbuka hili, ya kuwa hauna njia ya kumpendeza Mungu isipokuwa kutenda kulingana na neno lake. Baada ya Hezekia mfalme, walitawala wafalme wawili, yani Manase na Amoni. Katika miaka ya utawala wao, Pasaka haikusherekewa kwa miaka 54. Yosia ndiye alirejesha hilo walilostahili kutenda wale wana wa Israeli. Rafiki, Mungu aweza kukutumia ufanye jambo litakaloleta mabadiliko, si tu katika maisha yako, bali katika maisha ya jamaa yako, taifa lako na hata ulimwengu wote. Mungu akiwa pamoja nawe, ni mengi makuu uwezayo kuyatenda, kama walivyofanya hao waliotutangulia. Hebu natuombe. Baba mfalme, katika jina la mwana wa pendo lako Yesu Kristo, na kushukuru kwa kuwa wewe ndiwe Mungu wetu, Mungu unayetuelekeza siku zote tupate kutembea katika njia zako. Bwana, tazama, twaona mfano bora katika maisha ya huyu Yosia aliyekutafuta kwa roho yake yote, kwa moyo wake wote na hata kwa nguvu zake zote. Mungu wangu, hili najua kwamba kwa ajili ya udhaifu wetu ni gumu kwetu kutenda, lakini kwa kuwa umetupa Roho wako Mtakatifu ambaye ni msaidizi wetu, najua kwamba utatusaidia kutenda hayo, maana hayo ndiyo mapenzi yako. Najua kuwa hili ndilo, ndugu yangu msikilizaji, yakubaliana nalo, na kwa pamoja twasema kwamba Bwana ututendee ili jina lako litukuzwe. Haya najua kwamba utayatenda,
kwa kuwa nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu, amen. Rafiki msikilizaji, naamini kwamba haya tuliyojifunza leo hii yamebadili moyo wako na pia kukusogeza karibu na neno lake Bwana. Lisome neno, litii neno, litende hilo neno, nawe utabarikiwa kama vile Mungu alivyombariki Yosia. Na kwa hayo tukutane kwenye kipindi kijacho kwa majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea. Kwa hakika najua kwamba neno hilo limebariki moyo wako, na jinsi ulivyobarikiwa ndivyo wahitaji kubarikiwa. Karibu kwenye kipindi kijacho tujifunze zaidi kutoka kwenye kitabu hiki cha Wafalme wa Pili, sura ya 23 aya ya 28 hadi sura ya 25 aya ya 30. Hicho kipindi kitakuwa cha kumalizia mafundisho kutoka kwenye kitabu hicho. Naamini kwamba umeendelea kujiandaa kwa ajili ya mafundisho yaliyoko kwenye kitabu cha Warumi. Hebu tukutane wakati huo kwa majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Ndiyo msikilizaji wangu, neno ni lazima liendelee. Kwa hivyo, hebu tuandikie utueleze jinsi hili neno la Bwana linakubariki. Anwani yetu ndiyo hii: Transworld Radio Burundi, Rohero, barabara la Jierer namba 27, Bujumbura, Burundi. WhatsApp, SMS na kupiga simu ni kwenye namba 71 650 650. Email twrburundi@gmail.com. YouTube, Facebook na Twitter TWR Burundi.